Tunakuja mbele za Mungu kutafakari juu ya asili na chimbuko la Kwaresma na kujua Kwaresma ni wakati gani, na kuendelea na semina yetu tukijiweka mikononi mwa Mungu. Tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa siku ya leo. Tunakushukuru kwa zawadi yako ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakuomba utujalie neema na baraka na upendo wako, tuweze kuelewa chimbuko la Kwaresma, asili ya Kwaresma ambayo inatufanya sisi tujiandae na sikukuu ya Pasaka, ambapo njia kamili ya kutakiwa sisi kufanya shughuli zetu hapa duniani, lakini bila kukusahau wewe. Kwaresma inatuingiza sisi ndani ya mioyo yetu kutafakari juu ya ufufuko wako, kuadhimisha ufufuko wako, kuadhimisha uwezo wako wa wewe kuja duniani kutukomboa sisi. Hivyo basi tunakuomba, fungua mioyo yetu, fungua akili zetu. Yoyote atakaye sikiliza mafundisho haya, umjalie neema na baraka, na nia zake zote umfanikishie. Asione amepoteza muda, bali aone kwamba ametajirika kwa kujua kuwa kufunga siku 40 maana yake ni nini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Sasa ndugu zangu, katika kipindi chetu cha leo tuangalie mambo kadha wa kadha, ambapo lazima tuingie ndani sasa, tuelewe asili na chimbuko la neno Kwaresma. Neno Kwaresma, ndugu zangu, asili yake inaweza kufuatiliwa hadi kanisa la mwanzo, siku za mwanzo za Ukristo. Kwaresma ni kipindi cha kufunga, kipindi cha kuomba na kutubu, kinachoanza Jumatano ya Majivu, ambapo ni siku ya kesho. Inaanza Jumatano ya Majivu na kumalizika wakati wa Pasaka. Ni wakati wa Wakristo kutafakari juu ya imani yao na kujiandaa kwa ajili ya kuadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakristo tunaingia ndani ya mioyo yetu, tunafanya maandalizi kwa kufunga, kwa kuomba na kutubu, kama tulivyosikia jana asubuhi. Tulifundishwa juu ya hayo mambo matatu. Sasa ndugu zangu wapendwa, tunapoambiwa kwamba kufunga, kuomba kwa ajili ya ujio wa sikukuu ya Pasaka, tuna maana gani? Tuna maana kwamba tunajiandaa kiroho. Tunajiandaa pale ambapo tumekwama, tuweze kuamka na kumtegemea Mungu na kwenda pamoja na Mungu pale anapotaka. Majaribu yatakwepo. Yesu alijaribiwa sembuse sisi. Hivyo tunapaswa sisi kusali, kudumu. Haya ndio malengo makuu ya kipindi hiki cha Kwaresma. Tunasema asili ya Kwaresma, mwaka kamili ambao wa neno Kwaresma au Quadragesima lilipoanzia halijulikani vizuri, lakini linaaminika kuwa lilianza katika karne za kwanza za kanisa la Kikristo. Na mazoea haya ya kufunga na kutubu katika siku 40 kabla ya Pasaka yaweza kufuatiliwa hadi kwa mababa wa kanisa la kwanza kabisa, kama vile Irenaeus na Mtakatifu Athanasius. Ndugu zangu, tunaposema kwamba karne za kwanza ni wakati ule mwanzoni, sasa kwamba sisi wa Kristo tuliona kwamba kufunga wakati tunaposubiria kuadhimisha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo,
tuliona ni jambo nzuri na jambo ambalo linatufanya sisi tufanye maandalizi ili tuweze kusherekea sikukuu ya Pasaka, ili tuweze kusherekea kumbukumbu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno Kwaresma asili yake linatokana na neno la Kilatini quadragesima. Kwa neno la Kiingereza Kiingereza cha kale Lenten, ambalo linamaanisha spring, eneza, spring, nyunyizia. Maana halisi ya Kwaresma ni wakati wa kufanywa upya kiroho. Naona sasa maana halisi, kufanywa upya kiroho na maandalizi ya kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, ambapo maandalizi hayo itaanza kwa mateso, kifo na siku ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani haya inakuwa upya, kuupyaisha maandalizi yale, kuupyaisha mioyo yetu. Ni wakati wa Kristo kuzingatia sala, yaani maombi, kufunga na kutoa sadaka mbalimbali ili kukuza na kuleta ukaribu mioyo yao kwa Mungu, kukua karibu na Mungu, kuimarisha imani yao. Haya ndiyo ilivyokuwa yanazungumzwa katika wakati huo wa kale. Sasa hapa tuangalie kuna vipengele ambavyo vya maana halisi ya Kwaresma, vipengele hivyo. Kwa nini tunasema maana halisi? Kwa nini tunasema maana yenyewe? Pale tuliona kwamba ni kuupyaisha roho za Wakristo, roho za waamini, ili waweze kuingia, ili waweze kusherekea mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tuangalie maana halisi. Kuna mambo kadha wa kadha ambayo tutaangalia, ambayo utaona ni kama marudio, lakini usioni ni marudio, ndio maana yake. Ndugu zangu wapendwa, tutafakari sisi tunapoanza siku hizi tumejiandaaje na hiyo Kwaresma ambayo tunasikia asili yake, ambayo ni siku ya kesho tu. Hatuna siku nyingi tu. Siku ya kesho mbaki masaa. Kesho muda kama huu watu watakuwa wameshapata majivu tayari. Sasa ndugu zangu, Kwaresma tunasema ni wakati ule wa toba, kufanya upya. Yaani unafanywa upya na ile hali ya wewe kutaka kuwa karibu na Mungu. Ni wakati wa Wakristo kutafakari dhambi zao na kuomba msamaha kutoka kwa Mungu. Hiyo ndio maana halisi ya Kwaresma. Asili yake kwamba imewekwa na kanisa limeona kuwa ni halali na ni vizuri Wakristo kutafakari dhambi zao na kuomba msamaha kutoka kwa Mungu, ili Mungu awatakatifuze watu wake, ili Mungu awasaidie watu wake ambao wako tayari kupokea huruma yake. Kwaresma pia tunaposema ni wakati wa kufunga. Wakristo wanaitwa kujiepusha katika kipindi hiki cha Kwaresma na baadhi ya vitu mbalimbali, aidha chakula au shughuli fulani, kwa njia ya kutia nidhamu miili yao na kuzingatia maisha yao ya kiroho. Kwa hiyo ile neno la kufunga chakula sasa inakuja hapa katika sehemu hii ya Kwaresma. Asili yake kwamba ilikuwa Wakristo wameitwa kujiepusha na vyakula au shughuli fulani kwa njia ya kutia nidhamu miili yao na kuzingatia maisha yao ya kiroho. Kwa hiyo wakati huu tunapaswa kuzingatia mambo yote yanayoendana na maisha ya kiroho. Tunaposema kufunga chakula, ambapo tunaanza kesho, na nilipenda nizungumzie leo ili tuwe makini na tufahamu tunaposema tunafunga chakula, kwa nini tunafunga chakula na nani anapaswa afunge chakula. Sikuambii kwamba unanidhamisha mwili wako
na kuzingatia maisha ya roho, na wakati huo huo wewe una shida ya vidonda vya tumbo. Una shida ya vidonda vya tumbo, unataka ufunge chakula. Hapo hujafunga, hapo unajidhuru. Tafuta mambo mengine ya kufunga. Tafuta vitu vingine, shughuli zingine. Kama ulikuwa unafanya shughuli fulani ambayo inakuletea wewe manufaa ya kimwili, unaweza ukaiacha kwanza hiyo shughuli. Lakini kama una shida ya vidonda vya tumbo au una shida ya kiafya, usije ukafunga chakula. Hii tunaweka angalizo siku hizi kwa sababu watu wengi wanafunga chakula lakini hawafungi yale mambo ya maana. Kwa mfano, tunaweza kusema kujiepusha na vitu fulani, shughuli fulani, vyakula fulani. Mimi nikasema okay, nitakula, lakini nitakuwa na sali rozari kila siku kwa ajili ya wahitaji. Nitakuwa na sala fulani kwa ajili ya kuwaombea yatima au wajane au wanafunzi wanaosoma au shughuli fulani yoyote ambayo inasaidia, au kuiombea nchi yangu au kuiombea kanisa langu. Hiyo umefunga pia, na hiyo sala ni safi mbele ya Mungu. Hizo ndio maana ya kufunga, ambapo nimependa nidokeze tu, ambapo sio kipindi cha leo lakini ipo katika sehemu hii, lazima nigusie kwa sababu Kwaresma yenyewe ni kesho na kipindi changu huwa ni usiku saa 1. Kwa hiyo inakuwa namna hiyo, lazima tuende kwa mpangilio huo. Usije ukafunga chakula kama unakuwa na shida ya kiafya. Funga sala. Hiyo unazingatia maisha yako ya kiroho. Ungama dhambi zako mara kwa mara. Hapo unazingatia maisha ya kiroho. Kufunga chakula sio kibaya, ni kipengele muhimu sana, lakini kama una shida ya kiafya, please angalia swala hilo. Kwaresma asili yake ni wakati wa kuomba. Wakristo wanahimizwa kutumia muda mwingi zaidi katika sala na kutafakari wakati wa siku zote 40 ya Kwaresma. Kwamba siku zote 40 nikisali, kwamba kama nilivyosema hapo juu kwamba ninaweka nia yangu kuomba msamaha wa dhambi kwa ajili ya ulimwengu mzima, na sali rozari ya huruma ya Mungu, au nafanya sala ya kuombea wajane, yatima, wahitaji, wanafunzi wanaosoma, watu mbalimbali, serikali unaiombea, na watu fulani unaombea kanisa, unaombea mapadre ambao wanakufundisha. Haya ndo mpangilio kwa Kwaresma kwa muda wote wa siku 40. Ndio maana nilisema tutaangalia neno 40 baadaye siku ya Ijumaa, ili kujua 40 hii imewekwa kwa nini? Kwa hiyo lengo lake ni hilo, kwa hapa lengo lake ni hilo, kwamba siku zote naomba kwa ajili ya kikundi fulani, naliombea kanisa langu, naliombea amani, haki, upendo ulimwengu. Tunasema Kwaresma pia tunaweza kuona kwamba ni kutoa sadaka. Kama tulivyosikia jana, Wakristo wanaalikwa kuwapa wale wahitaji na kutenda matendo ya upendo au matendo ya huruma wakati wa Kwaresma. Na hili naligusia, ipo kwenye kipindi cha kesho, lakini naligusia kwamba kutoa sadaka. Unapotoa sadaka kwa wahitaji wakati wa Kwaresma, unafunga jambo fulani. Jambo hilo utakalolifunga, hizo sadaka zote, kama umefunga, kama ulikuwa unapenda sana kunywa soda, unaweka zile. Kama ulikuwa unakunywa soda 3 au 2 kwa siku, au unakunywa bia, pombe, unasema sasa mimi nilikuwa nakunywa bia 8, sasa kuanzia sasa nagawa, na kunywa 4 napatia wahitaji. Lakini katika hivyo usiweke stock, usiweke akiba. Hizo 4 hakikisha
Ukipunguza, ukisema sitatumia hii itakuwa ya maskini, kweli upeleke kwa maskini. Lakini usipopeleka hata senti ukabakiza mfukoni mwako na ukasema siku ya Pasaka hii nitafurahia, nitaenda enjoyment, hapo utakuwa umechemka. Sala zako na Kwaresma yako yote umepoteza muda mwingi. Hivyo ndugu zangu, tutafakari na tuelewe tunavyofanya maisha yetu. Tuendelee kumwomba Mungu aweze atusaidie na tuweze kupokea kipindi hiki kwa moyo mkuu na kwa moyo wa